Mimi niko fresh barida kila kitu sawa mzee, mtoto singuo mzee. Bwana, tunajua tabia. Ni tabia tu au si bwana. Bwana, kitu kimoja ambacho una miss cha back in the days ambacho kimeleta utofauti mkubwa hizi miaka za hizi nyakati ni gani mzee? Kitambo. Yaani wakati wa mtoto singuo na wakati sasa hivi ambao mnafanya kazi za bonge la toto. Sasa hivi unajua, sasa hivi naweza sema mitandao iko na mafake MCs kibao sasa. Okay? Man. Unasema sasa hii tofauti ni fake MCs. Fake MCs kibao, yani wasanii fake kibao, yani akishasikiza tu nyimbo ya Harmonize jana leo akishajua kuifuatiliza tu yajua mimi naweza enda kwa Tokali, naweza enda kwa Mozi Karibodi. So una maana mafake MCs ni wengi sana. Kibao sana, si marapa, si waimbaji, yani mchanganyiko yani kila, yani maisha yote kwa jumla. Tufanyaje tumalizane na mafake MCs ndo mziki urudi pale ulikuwa mzee? Tunaongea ukweli. Tunaongea ukweli tu. Kitambo mimi nikiwa mdogo nikikumbuka kina Jituzee walikuwa wakija mtaani, wajua activities yani tulikuwa mtaa mmoja. So walikuwa wakitoka studio wakija wanatueleza vile producer yuwabeba wasanii. Nakumbuka Jituzee alinielezea ile timing Hasani Babli. Ulikuwa ukienda ni wewe kama unachemsha wakwambia tu bwana nenda ukachome korosho huuzi. Yaani watu walikuwa wanaambiana live. Yani ile ukweli ambao sasa ule ukweli sahi magenge. Ukiongea ukweli waga unaonekana rude, unaonekana kisoi. Unaonekana ujielewi mzee. Unaonekana kisonoko yani. Asante mzee. Bwana Shabigi, umesema idadi ya MCs fake ni wengi sana, au sio? Na najua unawatambua na unawajua. Nipe mafake MCs watatu ambao unafeel wanastahili waachane na mziki, yani wanaharibu mziki. Wewe unataka kuja saumu yangu mzee. Mimi nimeuliza tutazungumzia fake MCs. Anania? Tunazungumzia fake MCs na wewe umesema kwamba tofauti kubwa ambao ipo ni fake MCs ndo wengi sana. Umesikiza Harmonize dakika 2, unajua tayari wewe ni mkali wao, au sio? So ina maana kuna wengi ambao unasikia unasema da hata wamechezwa kwa radio buri tu ni fake MCs. Sasa kwanza mimi nitakwambia nani unajua? Wakwana na huo tapeli mkubwa huo. Huyo yani mtapeli mkubwa ile ukweli yani, na siongei eti machungu nini na nini. Yani kala moto yani akae bench yani. Punchline zake ndogo sana. So una feel mbona unasema kala moto tapeli lakini? Maana tapeli jina kubwa sana hilo. Sisemi utapeli wa pesa. Okay. Utapeli wa mishtari. Punch zake ndogo sana, mimi mwimbaji yani naweza kuchorea ngoma ile jamaa. Okay. So una feel kala moto kidogo akae benchi. Atulie kala moto, siwezi kumkompeana kama Mslow Montana hivi, siwezi kumkompeana kama Kimbo. Okay. Wallahi. Haya, nipe wa pili. Tumesema watatu kwa sababu tunazungumzia leo topic yetu fake MC, au sio? Na tayari umesimama kidete ukasema mziki umeharibiwa na mafake MCs. Nipe wa pili ndugu yangu. Mimi sitaki chochote ndugu yangu, tunazungumza tu Thursday siku ya TBT. Wallahi. Wajua wanatengezea mazingira magumu ndugu Muislamu Haya. Wallahi tena. Wa pili huyo sasa tunaenda wa pili. Wa pili huyo. Akidi Stajembe. Yeah. Mimi nafikiri wewe wanijua fresh yani. Mimi waga yani mudi yangu waga ina katika faster. That is very true. Na ukweli mimi wasikawi kuongea ukweli. Hili yani atulize yani majembe. Kwa hivyo jina lake Jembe ulitambui? Jembe
Na hiyo itokani na kutoelewana ambako kunaendelea kati yako na Kidis? Angalia Gezi. Eh. Kitu kwa mtandao. Yeah. Yeye anaongea ni kama mchongoano, lakini mimi nikiongea ukweli wake ule halisi. Niona mbaya ama mtaniona mimi mgomvi ama mtaniona mimi hadi sina heshima, lakini vitu vya ukweli ambavyo mimi aishanifanyia yule programu. Bwana, mimi nimeongea naye jana akasema yani anachotaka tu kutoka kwako ni heshima, na kama haitowezekana heshima ataichukua mwenyewe. Ila atakuwa unblock alafu na mtafanya kazi tena. Sasa angalia. Kidis yeye ndo mtovu wa nidhamu. Okay. Sitaki nikufiche. Sababu mimi nitaongea ule ukweli. Kidis alienda Grandpa. Kidis alikuwa hajibu message zangu. Okay. Kidis hapo hiyo ni show love ile kama vile tulivyofanya kula na kusasa. Lakini alienda Grandpa akakaa huko, mimi nilikuwa nikienda Nairobi, nikiwa niko Coast nikimpigia simu naja Nairobi, njoo bro tuonana, nikifika Nairobi ashiki simu. Akarudi zake Coast huko. Sijisifi na namheshimu na naheshimu kila mtu ambaye mimi wao wanihitaji. Yeah. Lakini umeangalia kuna baadhi ya wasanii hapa Coast huwa wananichukulia mimi kama stepping stone. Okay. Na Kidis alikuja akanitafuta yeye. Okay. Aliponitafuta yeye Gezi Magenge bwana, mimi nikamwambia poa, mimi sikatai kwa sababu sijui Mungu amenipangia nini kesho. Kweli? Nikikuringia labda Mungu amenipa tu mtihani kesho ya kufanya wewe unapumu kila mahali watu wa halali, yani Gezi. Leo mkudharau, kesho nitaona aibu mimi kuja kukuongelesha. Kweli? Nikamkubalia kama vipi Kidis tukafanya ngoma fresh. Yani muda wangu unaruhusu ndugu yangu, na dakika 10 tu unaweza simplify ndo tuweze kutatua ili swala. Sasa wasikia Gezi. Fanya ile ngoma. Tulipofanya ile ngoma, yeah. Wale wa Kongo wakatuzengua. Tukaenda kwa Noiza. Tulipoenda kwa Noiza kufanya ngoma, tukamaliza. Bana ile ngoma imeisha. Unajua kila mtu kuna vile yuataka mwenyewe kwenye verse yake ikae vile ambavyo kila mtu yuko na imagination zake kwenye utunzi. Sasa mimi vile nilikuwa na imagine verse yangu mimi nilikuwa nataka itulie. Lakini Kidis tulipomaliza kurekodi tumekuja zetu Kidis akarudi tena studio peke yake. Okay. Akaenda ongeza vitu na nini. Mimi sikumind. Kwenye shooting akasema basi kama vipi ngoma atufanyi mambo mingi nini na nini, wewe beba pamba mbili tu yani. T-shirt na jeans, shirt na jeans, game over. Asante. Lakini mimi si mtoto Gezi, mimi nikajiongeza tu nikasema naweza beba nguo mbili alafu nikifika kule nikajuta. Kweli? Ngoja nibebe nguo kadhaa. Yule mwana alikuja na bagi, alikuja na nguo bana, si kitoto, nikamwambia alikuwa yabura yule jamaa. Sitaki kudanganya. Sio ina maana kwenye akili yako ukaona hapa kuna ushindano umeanza studio. Sasa ile ngoma kutoka ile watu wajua mashabiki lazima waiweke hii game yani kwa mwingine atasema Bigi ameua, Bigi amfenikwa, Bigi asikiki. Kuna watu walifuata kwa inbox wakamwambia Bigi amekufinika, Bigi hivi na hivi na hivi. Na hivi. Nimekaa tu usiku natumia voice note ananiambia uniezi wewe dogo. Sasa kama mimi sikuwezi Gezi, wewe ulikuwa Grandpa huko kwa ma big fish huko. Na umerudi huku umenitafuta mimi ambaye sikuwezi. Sasa kati ya mimi na yeye ni aibu mwenzangu. Okay. Sasa mimi nikamshangaa Kidis, yani yule aliniongelesha vitu vingine mpaka mimi mwenyewe nikamshangaa kashindwa. Sasa wewe jembe, mbona wataka kuzengua hivi na wewe wajiita jembe? Okay. Mimi sikuwezi, kwa nini wewe umenitafuta? Basi kumaanisha pia wewe ujiezi, so unatafuta mtu mwenzako ambaye hajiezi. Okay. So ile dharau ambayo yaongea wasema eti yeye Bigi mimi nilipapaka pesa ya chooni, alisema ule alilipa mpaka pesa ya kwenda msalani ujue.
sasa pesa kwenda msalani. Wewe Gets wewe mjanja, unajua pamba, unajua nyuzi za ukweli. Wewe angalia hizo nyuzi zangu kwa la toto, alafu angalia nyuzi zake. Mimi sivai shati za marikiti bro. Nini kilichosababisha ulivyotumiwa video ya promo ukaiweka kwa YouTube ile ambayo ni ya promo tu? Mimi hata sikuweka kwa dharau au kwa nini, wapata tulielewana, kaniambia utaiposti wewe. Tulielewana, mimi nitengeze video niweke na teaser, yeye aike official video kwa page yake. Okay. Lakini kumbe kile ambacho tuwapanga mimi na yeye huwa yuwakikiuka, yuwapanga mambo yake mengine. Alafu yule mkakaa yuwaforce mimi na wife na watoto sasa bro. Okay. Yeye yuwaforce, yani anibebe mdogo wangu bro. Mimi kwa familia yetu pia mimi niko na first born, tena hata first born wetu mimi waitwa nyanya sasa. Okay. Na aniforce eti nimuite mkubwa wangu, lakini yeye ana ile, yani yule mwana ndio maana hata kina Dogoriti kina Tikuzee walimlenga, ni walijua tabia yake huko. Ndio maana hata Chapatizo pia sasa aunganishi naye kwa sababu ya tabia, anatantarira sana yule kaka. Lakini Shabigi, nikiangalia wewe na Kidis umefanya kazi kubwa. Bonge la Toto ngoma kubwa. Sitakuwa vizuri mkitafutana mkae chini myamalize, kwa sababu inakaa mnaweza fanya kazi kubwa, mnaweza fanya mpaka EP na album. Kidis Gets. Mimi hata sina shida naye yule kaka, alinidunga bloki mwenyewe, na amini usiamini hata sasa hivi uwe na simu yake umwambie unblock Big, utaona mimi sijambloki yule kaka. Jana alisema atakuwa unblock. Alinibloki kila mara mpaka nikashindwa, kwani hii kazi ndio inaleta ugomvi huu ama nini? Wajua kitu kimoja kwenye maisha ya Gets. Command. Kweli? So wewe kama umekuja kwa rumu yangu umeona eti stima ziko juu ya meza, sijui ni hii mipango yangu, wajuaje decoration hiyo kwa room yangu. Kunipangia safisha hapa. So yeye amekuja kwa maisha yangu, yajue pia mimi kuna vitu natamani kwenye maisha yangu. Bana Bigi, tukimalizia kabla unipe fake MC watatu, labda mimi mtazamo wangu. Labda mtazamo wangu, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani unajua Bigi bila shaka umfunga. Mimi na feel itakuwa vizuri, ni mwezi wa kusameheana, mwezi ambao yani utaki mambo mengi, na feel kama utachukua jukumu la kumtafuta Kidis, mkae chini myasuluhishe, ndio muweze kupush ile kazi na muweze kufanya kazi zingine kubwa, itakuwa shwari zaidi. Alafu yani vile Mungu yani nilijitolea kwa amani, yani ngaje wao ungetantarira nyingine, yani Mungu hiyo kazi imeenda Gets. Nafikiri hata wewe mwenyewe waona, wasikia kwa TikTok huko, unaona watu challenge. Mimi sijamblock yule kaka, sitaki nikufiche Gets, yani yule kaka mimi sijamblock. Na sikuwa na issue ile tu, mimi kuongea ule ukweli wangu wa maisha ile. Kidis bwana, uwezi mpeleka hivi pia mimi iko hivi na hivi. Wewe angalia, aishanionyesha picha Gets. Wacha tu nikuongezee kidogo ndio pia yeye ajue makosa yake, asiongee maneno ya kumchongoa. Siku moja tumetoka kwa interview, tuko kwa hoteli, amenipigia simu. Bigi bwana, akamwambia bro, wewe uko town center huko, mimi mpaka nitoke California nipate hivyo. Kufika pale mabloga bado hajafika. Tukafanya interview, tukamaliza, tukatoka pale. Hiyo ni pale Little Theater hapo. Little Theater hapa. Tukaenda zetu kwa hoteli. Yaani hii namwambia ajirekebishe, asibebe mwenzake kama mgumu, ama asiwe na matenga kwenye mfuko, akafuliani kwa watu hawajui kujinunulia pilau, hawajui kujinunulia chakula. Wasanii wingi wanateseka, hata huyu Dazzler haongei, lakini anakufa kimoomoa yule mkaka. Allah, ana depression kibao. Na kwa sababu gani? Mtu yuogopa nikiongea ukweli nitabaniwa, sitotolewa njia. Okay. Boradi aike kitu moyoni, lakini kiwe kinamuumiza. Yule jamaa tumeingia kwa hoteli, ninaosha mkono nataka kula. Alinipigia mkono akaniambia niombe msamaha mwanzo. Allah.
Nikamwambia nikuombe msamaha kivipi? Mimi mtoto wa mtaani ujue mimi sijui kukuficha. Nikuombe msamaha kwa nini? Wajua umenichelewesha kwa interview, umempi nikamwambia sikuombe msamaha niache nini. Okay. Paka mwenye asema wewe wajua wajifanya muhuni lakini mimi ni popa. Nikamwambia mimi si shindani na wewe. Mimi nataka kula, wewe ananiambia eti nikusimama kama kuachia food yako. Okay. Nataka kubeba watu kitumwa, yani asitake kubeba mtu kaambia ajielewi. Okay. Wakati yeye mwenyewe wajua hiyo bonge la toto Bigi ametoka nayo wapi yani. Hata mwanzo anafaa nipe respect yake sana nayo matembo ambayo kwa wakati mbuga ina matembo kibao na ipili. Tukimalizia Bigi, mimi bado mtazamo wangu uko pale pale, kama mnaweza tafutana mkayasuluhisha ndio mweza kupush ile kazi. Ile kazi inaenda na inafaa vizuri kwenye radio zote yachezwa. Na si kawaida ngoma moja kuchezwa kwa radio station zote za Pwani. Unajua playlist vile zinakuaga Guess yani mimi nataka mkupromise. Sina ugomvi naye. Okay. Yani hiyo naiweka ile ukweli na nimfunga. Okay. Sina ugomvi naye. Okay. Lakini nilitaka angalia alafu kwa vitu vingine kidogo yani na muda hapo. Mimi kitu ilinikera siku nyingi. Huyu kaka mbona alinitafuta tufanye ngoma, mbona sasa hiyo wajifanya ni kama wanionyesha unyonge. So mimi najua kukuchokonoa guys. Mimi naweza kukupiga madongo wewe na mimi najua ukafikiri kama mimi na ngaruka nikakwambia sipigi madongo. Mtoto wa Swahili wewe. Ila kama una ugomvi Bigi, mtafute mkae chini ama myamalize, ama mimi ni watafuta wote wawili tuyamalize. Itakuwa poa zaidi yani, kila mtu aongee machungu yake. Yani vile utaona kwa sababu mimi nitawatafuta hii weekend. Wewe mtangazaji, wewe ni mzazi pia. So, hii weekend mimi nitawatafuta tuyamalize. Manake kuna future kubwa kati yenu wawili. Haina mambo inshallah mazee. Alafu tukimaliza watatu walikuwa nani? Manake umenipa wawili. Ama acha nikuache Bigi wewe. Ramadhan Karim ndugu yangu. Kwangu pia alhamdulillah nashukuru. Asante mzee.